imani iliyotimilifu inayotuhakikishia kwamba huyu tunayemfuata ana uzima milele. Ndio utofauti wa wanafunzi wengine waliomwacha Yesu na Petro. Yeye Petro anasema, sikia, mimi sijalishi maneno yako ni mazuri au sio mazuri, yanakera au hayakeri, lakini mimi ninachokipenda au mimi ninachokitafuta, kwa sababu kwako nimesikia uko uzima wa milele. Mtu wa namna hiyo anayemfuata Yesu kwa uelewa huo na kuhakikishia atamaliza safari yake ya imani. Hakuna kikwazo chochote kitakachomrudisha nyuma. Hakuna jambo lolote litakalomrudisha nyuma. Yeye ataendelea mbele kwa nguvu, kwa sababu anajua huyu ninayemfuata ana uzima wa milele. Amen. Na maneno yanayokupeleka kwenye uzima wa milele kiukweli huwa sio malaini, huwa sio mazuri. Ndio maana Yesu angelikuwa kama wachungaji wetu wa leo ambao wanataka kundi kubwa la watu, asingeweza kuachia watu, asingeweza kuhubiri maneno ya kuwafanya wanafunzi wake wakatawanyika. Lakini Yesu alikuwa anatafuta moyo wa mtu anayetaka kuokoka. Ingekuwa ni makanisa yetu ya leo, kundi kubwa la watu kama wale waondoke, halafu bakize watu 11. Ndio maana sisi wahubiri imefikia hatua tunalegeza maneno, tunalegeza msimamo, tunalegeza mikazo ili tupate watu wengi. Leo ukiangalia makanisa ambayo yanaisimamia dhambi, unakuta ni makanisa machache sana, ila yamekuja makanisa ya mwendo kasi yanayokuruhusu, yana maneno malaini, maneno matamu, kama Biblia inavyosema kwamba watajifanyia walimu makundi makundi kwa kuwa na masikio yenye utafiti. Siku moja Roho Mungu alinifafanulia wa mstari. Ilichangaa sana. Ilichangaa sana. Mungu atajifanyia walimu makundi makundi kwa kuwa wana masikio yenye utafiti. Maana yake imefikia kipindi leo kila mtu anachagua mhubiri kulingana na matakwa yake. Kama unapenda uhuru, ndio unakuta sasa watumishi kama